majibu. Don't Angel. I'm walking in. Right, Angel? My name is Jacqueline, not Angel. I'm calling you Angel because of how you look. How do I look? Beautiful. Beautiful like an angel. Perfect. Nini napata hisia hizi? Nini kimenipata perfect? Lakini mimi ninavyojua perfect haiwezi kukuvuruga. Itakuwa umemvuruga kumchokonoa dada yake. Na hiyo ndio sababu. Unajua tatizo perfect anajifanya kwamba yeye ni msomi, Hajui kama na mimi ni msomi. Anatumia falsafa yake kujiona kwamba amesoma sana. Hajui kama na mimi nimesoma. Mimi mwenyewe nimesoma tena shule zile za kizungu enzi hizo. Kwa hiyo nawe unajua Kiingereza? Sana na sijui Kiingereza. Akinipigi chenga. Wewe Kiingereza wangu mimi? Sijui ze nini, ze ugali, sijui ze kachumbasha nini, basi vyote mimi najua. Sasa hicho ndo Kiingereza jamani. Yaani hapo nimegusia tu sijaongea. Lakini ningeongea. Mpenzi wangu, yaani wewe acha. Lakini mpenzi, dada yake si yuko kwa bwana yake. Ni nini sasa kilichombanisha? Hapana, yuko nyumbani kwangu. Ila perfect apendi arudi kwa bwana yake. Alikuwa nyumbani? Ina maana kapigwa tena na huyo bwana yake? Ndio. Lakini mambo yenyewe basi tu wamekozana kidogo, mimi nashangaa. Lakini mpenzi, uone kama perfect yuko sawa kumtetea dada yake. Ni mwanaume gani kila siku kipigo tu? Unajua mwisho wa siku atakuja kumtoa roho. Sasa unataka mimi nifanyeje? Unajua tatizo yule kijana ana ushawishi mkubwa sana. Vishawishi? Vishawishi gani hivyo? Ambavyo vinakufanya wewe mpaka unashindwa kumtetea mtoto wako. Angalia, mwisho wa siku usije kujutia. Ukaja kujutia hivyo vishawishi. Sasa naona mpenzi wangu na wewe unataka kuwa kama perfect. Sio kama nataka kuwa kama perfect. Umeelewa? Ila nataka kuangalia ni nini mwisho wa binti yako. Mpenzi, hebu tuachane hizo habari za perfect. Usiye nayo kanivuruga, kama mambo ya perfect. Mimi nafikiri tufanye mambo yetu wenyewe. Aya bwana, kwenye mapenzi tuache na mapenzi yao. Vipi? Safi, niambie. Bosco. Ni pesa ngapi mlizopewa mpaka nao kaingia kwenye mkumbo wa baba yako na kuamua kumsaliti dada yako? Pesa gani hizo? I don't think rahisi hivi unaweza kuchange kiasi hicho. Mimi nilijua ujio wako utakuwa na manufaa kwangu. Ili uweze kunisaidia kupambana kutetea haki ya dada yetu. Kumbe ndio umekuwa kama babako. Sasa mimi nimefanya nini jamani? You don't see kwa sababu umekuwa blended na Vicente. Mimi nilijua watu wa mjini ndio wajanja kuliko sisi wa vijijini. Kumbe watu wa mjini ujanja wao kwenye pesa tu, si ndio? Perfect. Unajua unazidi kunichanganya. Yaani sikuelewi kabisa, yaani sikuelewi. Unanielewa, lakini unajifanya kutokunielewa. Okay. Ni kwa nini uliamua kuchukua maamuzi ya kumpeleka Keza kwa yule mwanaume, ili hali ukijua kwamba yule mwanaume anamtesa na kumnyanyasa Keza? Sikiliza pa.
yule mwanaume alikiri mbele yangu mimi na baba kwamba hatarudia tena kumnyanyasa Keza. Na hata pale nilipompeleka Keza, alimwomba msamaha mbele yake kwamba hatarudia tena kumpiga. Sasa wanafikiri nilikuwa na sababu gani ya kutokumchukua Keza kumpeleka kwa mume? Bosco, hivi unajua ni mara ngapi Keza alisharudi hapa kwa kipigo na kurudishwa kwa huyo mwanaume wake kwa staili hiyo hiyo ya kujifanya naomba msamaha? Na hata ile pia unajua Bosco? Au oh no Bosco, wewe humpendi Keza. Kwa nini Perfect? Macho yako yanaonyesha Bosco. Na kama sio, unawezaje kuuza uhai wa dada yako kwa vijisenti vya kawaida tu? Sasa maneno gani hayo Perfect? Chana na mimi. Sasa ndio. Chana na mimi. Unaona? You see? Okay. Tutapambana. Samani. What's Perfect? Ndio. Na wewe ni nani? Mimi naitwa Zawadi. Zawadi. Saidia nini kama? Nilikuwa nataka hizi tawi. Lakini inaonekana muda mrefu limenishinda. Unaweza kunisaidia? Mimi usingeweza kwenda. Kwa nini kuja na kwangu? Sikuja kwa ajili ya hiyo. Nilikuja na jambo lingine kabisa. Lakini nilipoona nikakumbuka kwamba nilikuwa nalihitaji. Yaani nimemsahau muda mrefu limenishinda. Unalichambua? Hapana, nilikuwa nalitaka hivyo hivyo. Asante Perfect. Sasa naenda kula jioni. Mimi naelekea hapo shambani kwangu. Mbona umechelewa sana? Jua limeshatanda. Kuna jambo nilikuwa naliweka sawa hapo nyumbani, kwa hiyo ndio naelekea sasa hivi. Kuhusu dada? Wewe unajua nini kuhusu dada yangu? Sasa hivi bwana. Yaani ukimuuliza swali na atakuuliza swali. Haya basi. Si Keza? Yes, ni Keza ndio jina lake. Na mimi ni Perfect ndio jina langu, lakini nimeuliza unafahamu nini kuhusu dada yangu? Hivi ni nani hapa kijijini asijue kuhusu Keza? Yule dada anaishi na yule jamaa mrefu na anamfanya kama punda. Kwa hiyo sisi tumekuwa maarufu sana hapa kijijini. Sio hivyo Perfect. Isipokuwa ile shemeji yako anapokuwa anampiga dada yako, wafanye siri. Alafu anajitapa na kujigamba kwamba yeye ndiye aliyempiga, tena kumpiga mkeo. Asante sana Zawadi ya kunifungua masikio. Usijali Perfect. Hata mimi namuona huruma sana dada. Asante. Asante pia. Tutaona katika tena. Jana naumiza sana katika dada. Hata mimi namuona huruma. Lakini hii itasaidia kufanya huyu aweze kumtoa dada yake haraka iwezekanavyo kwa yule mwanaume. Hii itasaidia kufika kwenye mipango yangu na itaweza kufanya mambo yangu yakakaa vizuri haraka iwezekanavyo.
Au Bosco, hebu niambie umekuaje? Kwa nini? Wewe unajiona uko sawa? Sijakuelewa Jackie, na nini? Wewe sio Bosco uliotoka na wewe mjini. Wewe ni Bosco mwingine kabisa, umebadilika. Jackie, bado sijakuelewa. Ni pesa ngapi nimekupatia Bosco? Bado unaingia tamaa. Unajua kwenye njama za kumuuza dada yako? Mimi? Nimuuze dadangu? Keza sio dadako? Dadangu ndio. Yuko wapi? Jackie, si yuko kwa mumeo? Huyo ni mume wake, una hakika? Yaani Jackie, wewe na Perfect hamna hata tofauti. Hem, tuachane nayo mambo bwana. Tuzungumze mambo yetu. Siwezi kuachana naye mambo. Nataka uniambie vizuri. Kwa nini umchukue Keza umpeleke kwa huyo mwanaume ili hali unatambua kabisa kwamba Keza ampendi huyo mwanaume na bado huyo mwanaume anamtesa Keza? Jackie, mimi nilifuata maelekezo ya baba. Oho, so you want to tell me kwamba baba yako sasa hivi, akikwambia nenda kamuue Keza, uko tayari utamuua kwa sababu unatekeleza ulichoambiwa na mzee, ndio? Jackie, naomba tuachane nayo mama. Alafu kuhusu hayo masuala ya pesa, mimi hata sielewi. Tuongee mambo yetu tafadhali. Sina mambo ya kuongea na wewe. Na sikutegemea kama utakuwa hivyo. Jackie, kama kuna lolote basi umeligundua kwangu kama nimekosea, tafadhali nitajirekebisha. Oh yes, you better do it quickly. Sawa Jackie. Sasa Jackie, vipi kuhusu ile ombi langu? Lipi? No. Mbona hivyo? Dogo. Mbona hivyo? Uchovu tu. Maisha yako kawaida. Kuna nini? Hamna, niko poa tu. Kuna tatizo? Haiwezekani bwana, huwezi kuwa hivyo. Hamna tatizo. Afu mbona siku hizi maeneo haonekani? Unajua kwamba nimeacha vile vitu. Uache wewe. Wewe uache. Mtu mkubwa kama wewe mwenye pesa zake unaachaje kwa mfano? Mimi nimeacha kwa sababu nikiwa natumia hivi vitu namzingua sana wife. Kwa nimeona bora tu niviache. Na kama hilo ni jambo jema, nzuri kwa sababu juzi ulichokifanya. Yaani sitaki hata kuamini. Yaani unajua nisikumbuke kabisa. Okay. Nikikukuta kule pale maeneo yako ya kujidai, unatoka na mimi ndo nilikuwa napita. Ulivyoniona kaniita, dogo vipi? Chukua hata viepe hapa futu zetu nisindikize. Tukatoka moja kwa moja mpaka hapa home. Baada ya kuja hapa kamuita sana wife. Wife akaitika akamwambia niko chooni nakuja. Kwani mimi nimekuomba nini bwana? Unaniomba mambo mengi? Kuhusu hisia zangu Jackie. Stop right there. Stop. Ndichochonitia hapa. Mara ngapi nikuambia kuwa mimi na wewe hatuwezi kuwa wapenzi? Naomba nikukumbushe, nimekuja hapa kwa ajili ya kuwajua wazazi wa rafiki yangu na kubadilisha mazingira kidogo. Kumbuka mimi na wewe hatuna ahadi yoyote kwamba iko siku tutakuja kuwa wapenzi. Na ukiendelea hivi, urafiki wangu utakwisha na kesho nitaondoka. Sikuwa na maana hiyo Jackie. Mimi labda nilijua pengine muda unapozidi kwenda tukakaa hivi pamoja, hata kidogo utanifikiria. Sahau. Yaani sahau kabisa mimi na wewe kuwa na uhusiano wote wa kimapenzi. Yaani kwa hivi unavyomfanyia dada yako Keza, yaani ndio unazidi kunichefua, yaani umenifika hapa. Iangalie vizuri, urafiki unaweza kufia hapa hapa kijini kwenu. Ile alivyokuja tu balaa uliolianzisha ukaanza kumpaza chembe. Ya madozi kichizi, yani nikaja kuamulia. Ile nilivyokuja kuamulia ukanichenchia na mimi na kuniambia ole wako nikanyage tena nyumbani kwako, ndo wife akapata mpenyo akakimbia. Ndio maana nakwambia hivi vitu mimi sivihitaji tena. Ila hata hivyo kama kweli umeamua kuacha, basi acha kweli, kwa sababu kwa staili ile pale utasababisha matatizo makubwa sana. Ila sasa hofu yangu utaweza, ndo shida. Hiyo ndo wasiwasi wangu.
Nakakiu hapa bwana. Nakakiu. Mimi nilijua tu. Yaani wewe kuacha. Kazi ngumu sana hiyo. Sidhani. Koma mimi naacha kweli. Kweli. Jitahidi yule mtoto wa watu wana wife sio issue kumfanya vile. Ila sasa mkubwa unajua nini? Mimi nimepita hapa mara moja leo nilikuwa na lango binafsi. Unajua? Cheki basi kidogo. Nilijua hali sio nzuri. Hiyo ndio point tukomaliza naye. Mimi sio hivyo mkubwa. Sasa mkubwa, si unajua wewe ndio kila kitu. Mimi nilijua. Wewe ndio kakangu, wewe ndio mtu mkubwa hapa kijijini, unaweza tunafanyaje sasa? Jua. Alete. Ha. Shika basi zote hapo. Hiyo ndo mambo mkubwa, ndo mambo. Hapo mkubwa. Hapo fresh kabisa. Sasa fanyia kazi ya niliyoko pia. Au sio? Kama vipi nini? Mimi nitakucheki baadaye. Au sio? Basi, iko kazi. Baadaye nitakucheki. Jana ndimi. Yaani mtu mkubwa yani ubaya wa ufu ni kweli. Yaani ni ndimi yani ukitoa kwa kirungu, kizinga, huku teremko. Yaani mwili paka unauma. Kwa virungu tu bora mtu akupige kwa ukweli basi ndio mwilini. Ya kuombana. Perfect. Why are you like that? I'm thinking. And what are you thinking? I'm trying to think why mjinga mmoja hivi atufanye sisi kuwa famous hapa kijijini. You mean you are famous now hapa kijijini? Tena sio maarufu wa kusifiwa, bali maarufu wa kudharauliwa. You can't be serious. Unamaanisha mambo ya Keza kijiji kizima unafahamu?